Shalom, hatukomi. Je, wajua kwamba kuna kundi kubwa la watu wanaoomba na hawasikilizwi, na wanaendelea kupoteza muda tu kwenye maombi, na wala maombi yao hayafiki popote, na wala Mungu hawezi kuyasikia. Na kwa nini nakuwa hivyo? Neno la Mungu katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14 inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake hutusikia. Biblia inasema tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, si sawasawa na hisia zetu, si sawasawa na matatizo tulio nayo, na wala si sawasawa na mitazamo yetu, bali nimesema sawasawa na mapenzi yake. Ni muhimu sana kujua mapenzi ya Mungu kabla hujaomba. Mtu asiyejua mapenzi ya Mungu hata kuwa mwombaji mzuri. Utajuaje basi mapenzi ya Mungu? Mapenzi ya Mungu unaweza kuyajua kupitia neno lake, kupitia neno la Mungu lililoandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo ili uweze kuwa mwombaji mzuri, lazima uwe msomaji mzuri wa neno la Mungu. Na haitoshi tu kusoma, tafuta kuelewa neno la Mungu, kwa sababu uelewa ni muhimu sana kuliko kusoma tu. Ule uelewa ulio nao unaotokana na neno la Mungu utakusaidia kujua mapenzi yake katika kila eneo unalotaka kufanyia maombi. Inawezekana unataka kuomba kwa ajili ya watu wengine, au unataka kuwa na ile devotion au maombi yako ya kila siku na Mungu, au hata pengine una mambo yako binafsi ambayo unataka kuombea. Ili uweze kufanikiwa katika hayo na uweze kufurahia maombi yako na uweze kuwa na ushirika mzuri, ni lazima ujue mapenzi ya Mungu. Ni lazima ujue makusudi ya Mungu ili uweze kuwa mwombaji mzuri. Mtu asiyesoma neno la Mungu, mtu asiyejua neno la Mungu, mtu asiyeelewa neno la Mungu hawezi kuwa mwombaji mzuri. Siku ya leo nataka nikuache na hili neno. Hebu jitahidi kujua mapenzi ya Mungu kupitia neno la Mungu, kupitia mafundisho sahihi ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Shalom.